Naam, karibu sana Sheria Class. Leo ni siku nzuri sana ambayo tunamshukuru Mungu kuwepo hapa. Na leo tunaenda kupitia moja kati ya kitu cha msingi sana kwenye maisha yetu ya kawaida. Lakini kabla sijaenda mbali ni kukumbushe tu ya kwamba Sheria Class tunahusika na kutoa masomo mbalimbali ya sheria, lakini pia tunasaidia sana wanafunzi wengi wa vyuo na sehemu mbalimbali kwa kupatia msaada wa kuwasaidia kuelekeza baadhi ya masomo ya sheria na vitu vingine kama hivyo. Lengo tu ni kwamba watu wengi zaidi waweze kuifahamu sheria. Kwa hiyo kama una jambo lolote, swali la kisheria au labda unahitaji mtu wa kusaidia kuelekeza kwenye masomo ya sheria, email yetu iko hapo chini, sheriaclass367@gmail.com. Kuna swali ambalo wengi sana huwa wanajiuliza. Hivi kwa mfano kodi yangu ikaisha, halafu nikaendelea kukaa kwenye ile nyumba. Nini kitanikuta? Au mkataba wangu wa upangaji ukishaisha nikaendelea kukaa, nini kitanikuta? Lakini pia ile nyumba huwa wanauliza sana. Je, mpangaji wangu hajalipa kodi kwa muda mrefu. Mkataba wake umeisha, lakini bado yupo anakaa kwenye nyumba yangu. Nifanye nini? Karibu sana. Presentation leo itaenda kujibu maswali yako, swali lako hilo kama umekuwa ukijiuliza kwenye kuhusu masuala ya habari ya mkataba wa upangaji kuisha, lakini pia kodi kuisha na mpangaji akaendelea kukaa katika nyumba yako, au wewe mpangaji ukaendelea kukaa katika nyumba yake. Madhara ni yapi au matokeo ni yapi? Tunafahamu wengi kwamba imekuwa ni kama vile mpangaji na mwenye nyumba ni kama vile tunasema paka na panya, wanakimbizana muda wote. Mpangaji kodi ikiisha ndio hiyo mtu anaondoka asubuhi, anarudi usiku wa manane. Au labda anaweza asirudi kabisa. Yaani ni chenga. Wakati fulani ni kujificha sana, ni kujificha. Watu wanajificha mno, kodi yao imeisha, lakini bado anaendelea kujificha. Mwenye nyumba akitokezea hayupo, anajificha. Mwenye nyumba akishaondoka anaendelea kufanya vitu vyake. Sasa tunafanya nini, au nini hasa ambacho huwa kinatokea swala hili linapotokea? Cha kwanza ambacho mtazamaji wangu lazima ufahamu ni kwamba masuala yote ya habari ya upangaji yanaregulatiwa au yapo chini ya sheria inaitwa The Land Act Cap 113. Hii ni sheria ya ardhi ambayo tunayo, ni sura 113 ya sheria zetu za Tanzania. Sasa ukisoma kile kifungu cha 77 mpaka kifungu cha 110 kinaongelea habari hii ya upangishaji, ambao of course sitaenda ndani sana kuvisoma kwa sababu vitu vingi viko pale na sisi tunahitaji tuchambue tu kitu kimoja kati ya hivyo vingi ambavyo vipo. Sasa tuje kwenye swali letu husika, hili swali. Na kujibu hili swali nitatumia tu kesi moja ambayo ni nzuri sana, imeelezea angalau kwa undani zaidi hili swala la kutokulipa kodi au mkataba kuisha na kaendelea kukaa katika eneo la upangaji. Kuna hii kesi ya Mahasai Pastoralist Foundation dhidi ya Vivian Apolinari Soka, ambaye huyu tunasema ni msimamizi wa mirathi ya huyo ndugu Apolinari Soka ambaye ni marehemu. Hii kesi iliamliwa na mahakama ya rufaa, na hii kesi imeamliwa hivi karibuni tu, mwezi wa 3 hapo ndipo kesi hii imeamliwa. Kwa hiyo ni kesi tu ya hivi karibuni. Sasa kwenye hii kesi scenario kama hiyo ilitokea. Labda nikusimulie tu kwa ufupi. Scenario kama hiyo ilitokea kwamba mpangaji mkataba wake upangaji uliisha, akaendelea kukaa. Lakini pia masharti mengi hapo ambayo aliyakiuka kwenye mkataba wa upangaji, kama kuchelewa kulipa kodi kwa namna ambayo haikuwa imekubaliwa na vitu vingine kama hivyo. Sasa mahakama ilisemaje? Tunapoenda kuangalia ambacho mahakama ilisema kuhusiana na hii kesi ya Mahasai Pastoralist Foundation, tunapata pia maswali ya kipi ambacho kinaweza kumtokea mtu ambaye ataendelea kukaa, mkataba wake upangaji ukiisha au kodi yake ikiisha, yeye kaendelea kuwepo. Sasa mahakama ilisema hivi, nanukuu hapa, nitakuwa na tafsiri kwa tafsiri ya Kiswahili ambayo sio rasmi, lakini ambayo itakusaidia sana kuelewa. Sasa hawa ni majaji wa mahakama ya rufani ambao wanasema hiki, na nukuu na niliao kwa Kiswahili. Anasema kwenye mazingira kama haya tunaongozwa na uamuzi wetu ambao tuliotoa kwenye kesi ya Lawrence Magesa ambaye anafanya biashara kama Jopen Farmers and another zidi ya Fatuma Omari na mwingine. Anasema ambapo mahakama hii ilikutana na swali kama hili na ikasema kama ifuatavyo.
hata kama ni kwa ajili tu ya kujenga hoja, tunaashumu kwamba hata kama kwa ajili ya kujenga hoja tunaashumu ya kwamba huyu mrufani hakupewa taarifa kama alivyodai, bado tunaamini ya kwamba tunakubaliana ya kwamba we have a settled view kwamba baada ya mkataba wake wa upangaji kutamatika mnamo tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2015, alitakiwa mara moja kuhama kutoka katika hiyo nyumba au hao makazi aliyokuwa amepanga. Kwa hivyo basi tangu tarehe 2 mwezi wa pili 2015 alikuwa ni kama mvamizi ambaye alikuwa anakaa kwenye hayo makazi kinyume cha sheria. Na kwa sababu hiyo hakuwa na haki yoyote ya kupewa notice au taarifa kabla ya kuondolewa kwenye hayo makazi. Mwisho wa kunukuu. Sasa ukisoma maamuzi ya hii mahakama inachokisema ya kwamba huyu mtu kwa sababu alikuwa of course inaongelea ni kesi ya mtu fulani, ni nukuu. Huyu mtu alikuwa amekaa, mkataba wa upangaji umeisha, lakini akaendelea kukaa. Sasa mahakama inasema ya kwamba kiutaratibu au kisheria ilitakiwa mkataba wake ulipoisha tu ahame. Kitendo cha yeye kuendelea kukaa baada ya mkataba kuisha, sasa kisheria alianza kufahamika kama nani? Mvamizi. Sasa nadhani mtazamaji umeanza kupata picha sasa ya kwamba ukiendelea kukaa kwenye nyumba baada ya mkataba kuisha, ambao mara nyingi of course waga tunalipa kodi na mikataba ya mdomo. Sasa ukiendelea kukaa baada ya hiyo kuisha, sasa sheria inaanza kuhesabu wewe kama tu mvamizi wa hiyo nyumba, a trespasser. Yaani mtu ambaye upo hiyo sehemu bila nini? Kinyume cha sheria. Sasa kama unahesabika kama mvamizi, nini kinaweza kikakutokea? Tunarudi kwenye hii nukuu. Mwishoni hapa anasema hii sentensi mbili za mwisho. Anasema kwa hivyo basi hakuwa na haki yoyote kupewa notice au taarifa kabla ya kufukuzwa. Kabla ya kuondolewa kwenye hayo makazi. Manake ni kwamba kama ukiendelea kukaa, huyo mwenye nyumba anaweza akaamua akakuondoa kwa nguvu wakati wowote. Na anapokuondoa sio sheria, of course sheria inasema kwamba mwenye nyumba akitaka kuhitimisha au kukatisha mkataba wa upangaji anatakiwa atoe notice. Sasa wewe mkataba wako ukiwa umeisha, anaweza akakuondoa bila kukupa notice cha kwanza. Yaani sasa inaitwa forceful eviction, akatumia nguvu kidogo kukuondoa. Akishakuondoa maana yake unakuta mfano vitu vyako ametoa nje na vitu kama hivyo. Nini sasa kinafuata? Vipi kama akisababisha hasara kwenye vile vitu ambavyo alivitoa nje, labda vikaharibika, au wakati wa kuhamisha, wakati wa kuondoa kwa nguvu viliharibika na vitu kama, unaweza kaenda kudai fidia? Swali hilo. Haya, tunapata majibu kwenye kesi hiyo ukurasa wa 18. Leo nukuu ya kwanza ni ukurasa wa 17. Sasa hii ni ukurasa wa 18 wa hiyo kesi ambayo nimeitaja hapo. Na nukuu: kwa sababu ilithibitishwa ya kwamba mrufani alikuwa ni mvamizi, hakuwa na haki yoyote ya kufaidika kutoka kwenye kitendo chake ambacho hakipo sawa. Nasoma nukuu kumwishoni ya mwisho. Anasema kama ambavyo hakustahili kupewa taarifa au notice kabla ya kuondolewa, hakuwa pia na haki ya kudai fidia yoyote ambayo imetokana na kuondolewa kwa nguvu. Mwisho wa kunukuu. Sasa hapa kinachosemwa nini? Ukihamishwa au ukiondolewa kwa nguvu, hautakuwa na haki ya kupata fidia yoyote kwa sababu wewe tu ni kama mvamizi ambaye ulikuwepo. Kwa hiyo sasa rafiki yangu, kwa ushauri tu ni kwamba kodi yako ikishaisha au mkataba wako upangaji ukishaisha, rudisha funguo za mwenye nyumba, rudisha makazi yake, tafuta sehemu nyingine ya kukaa ili mambo mengine ya sheria, mambo mengine ya maisha yaweze kwenda vizuri bila kuwa na changamoto. Tunasema tii sheria bila shuruti, itakusaidia sana. Kabla sijakuacha, naomba nikuache na maneno ya hekima kama ilivyo kawaida. Maneno ya hekima ya leo nimeyatoa kwenye kitabu cha Biblia. Ni kitabu tunasema Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya 5. Maneno ya hekima yanasema hivi: kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu,
Kristo Yesu. Maneno ya hekima yanatufundisha nini kwa siku ya leo? Tunajifunza kitu kimoja cha msingi sana, ya kwamba mtu pekee anayeweza kutupatanisha sisi na Mungu ni Yesu mwenyewe. Manake nini? Manake ni hivi, ya kwamba kumbe wakati fulani huwa tunaogopa kwenda kwa Mungu kuomba jambo fulani au kumkaribia Mungu kwa sababu ya dhambi zetu ambazo tunazo. Maandiko haya yanatutia nguvu ya kwamba tunaweza tu kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Mpatanishi yupo. Kazi yetu ambayo sisi tunayo ni kumuomba huyu mpatanishi Yesu atupatanishe kwa Mungu. Anatusaidia. Kwa hiyo hatuna haja ya kuogopa jambo lolote. Hatuna haja ya kuona aibu kwenda kwa Mungu. Hatuna haja ya kujisikia tumetengwa mbali sana na Mungu. Kwa sababu gani? Mpatanishi yupo kwa ajili yetu wakati wote. Wengi sana huwa tunatumia watu wengine watuombee, lakini sisi wenyewe hatuendi kuomba kwa Yesu moja kwa moja. Tunarudi kwenye haya maandiko. Biblia inasema ya kwamba mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Naye ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo maombi kupitia watu wengine yanaweza yakatusaidia, lakini hayawezi kutupatanisha na Mungu. Maombi kupitia watakatifu yanaweza yakatusaidia, lakini hayawezi kutupatanisha na nani? Na Mungu moja kwa moja. Rafiki yangu, ninapomaliza nikusihi tu ya kwamba mkaribie Mungu. Usimwogope Yesu. Sema naye shida zako ambazo unazo, dhambi ambazo unazo, uzitubu kwake, halafu yeye atakupatanisha na Mungu moja kwa moja na utakuwa ni mwana wa Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Usiache kuomba kwa Mungu. Kama ambavyo kwenye sheria tunasema ya kwamba ukitaka kesi yako usaidiwe iende vizuri zaidi, tafuta wakili ambaye anajua vizuri sheria, ambaye ana uzoefu mzuri kwenye sheria. Akikuwakilisha vizuri, unaweza ukatoboa kwenye kesi ambayo unayo. Vivyo hivyo hata katika maisha yetu ya milele ambayo tunayo au maisha duniani hapa, tafuta wakili ambaye anakufaa zaidi, anayekufahamu zaidi, ambaye ana connection ya karibu zaidi sana na mbingu, na huyo sio mwingine, ni Yesu, na yeye atakusaidia. Mungu akubariki sana. Usiache kusubscribe.